neno hili likihubiriwa lenye dalili za Roho na nguvu za Mungu, litapita kwenye mioyo ya watu, litapita kwenye ardhi mahali watu wako, litapita kwenye malango ya adui kuwakomboa watu walioko katika eneo hilo, litapita kila mahali, litapita kwenye mioyo ya watu. Hata kama mtu amekuwa amelala nyumbani kwake, akisikia neno likisemwa kwenye redio au kwa njia yoyote ile ambapo hilo neno linamfikia, hilo neno linakuwa na nguvu ya uponyaji na linaenda kuponya nafsi za watu, linaenda kuponya ardhi, linaenda kuponya maisha ya watu, kwa sababu hilo neno limejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, na hilo neno lina nguvu ya Mungu ndani yake. Linasukumwa, hilo neno linapotoka na nguvu zake, linaenda kugeuza na kubadilisha maisha ya watu. Na leo hili neno linakuja lina msukumo wa kubadilisha maisha ya watu. Nataka niongee na watu ambao tumekuwa tukisafiri pamoja mwaka huu kwa watu ambao wamekuwa wakisafiri na gari letu ili la kusafiri pamoja na Mungu wetu, ni watu ambao wamekuwa wakikusanya vile vilivyokuwa vimepotea na vimerejeshwa. Tunapoenda kuvuka katika mwaka unaokuja wa 2026, tunavuka mwaka huu kwa kishindo na baraka za Mungu. Ni mwaka ambao ni wa maongezeko. Tunaenda kwenye mwaka tunaenda kutawala na kumiliki na kuongezewa, kwamba tunavuka tukiwa na baraka zetu, lakini tunaenda kupata maongezeko katika safari yetu. Kitu ambacho Mungu anasisitiza kwetu, anataka tu kwamba tukaendelee kukaa kumsubiri yeye, kumsikiliza yeye Mungu Roho Mtakatifu, kumsikiliza Roho Mtakatifu na kukaa visingitini mwake. Na tukifanya hivyo, basi tutaenda kuwa wabarikiwa sana, kwa sababu ni mwaka wa maongezeko, mwaka wa 2026. Mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana. Kavuke mwaka unaokuja, kavuke kutoka kwenye mwaka huu kwenda mwaka ujao 2026 kwa kishindo, kwa nguvu za Mungu aliye hai, kwa neno lenye dalili ya Roho na nguvu za Mungu. Mungu akubariki sana. Nakutakia mwaka mpya.